Sasa basi, hebu tuanze kuangalia kile ambacho tumekusudia katika siku hii ya leo. Kumbuka kwamba katika mfululizo ambao tumeanza kama mfululizo mpya mwaka huu, nadhani kama sijakosea tuliuanza hapa mwezi wa pili. Nimeelezea kwamba katika mfululizo huu tunaangalia imani ni kama kozi ya msingi ya kila Mkristo. Kwa nini somo la imani ni muhimu sana kwa kila mtu? Ni kwamba tuliona Biblia imeweka wazi ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa kama unadhani ya kwamba unaweza ukampendeza Mungu, lazima ujue namna ya kumpendeza Mungu kwa njia ya imani. Hiki ni kitu cha msingi sana, lazima ukijue. Lakini jambo la pili muhimu ambalo unatakiwa ulielewe vizuri kabisa ni kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Na hii inapelekana na fungu lingine muhimu. Yesu anasema hivi, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani duniani? Kwa hiyo tunapoelekea mwisho wa nyakati, tukubali ya kwamba kitakachotufanya tuweze kushinda ni imani. Piga picha wakati dunia yote itakapokuwa chini ya mpinga Kristo kwa mujibu wa unabii. Wale ambao wataweza kuvumilia na kuwa washindi wakati huu wa mpinga Kristo ni wale tu ambao watakuwa na imani. Ninajua kwamba kuna theolojia tofauti katika madhehebu yetu kuhusu mpinga Kristo. Baadhi wanafundisha kwamba mpinga Kristo atakapokuwa ametawala, kanisa litakuwa limenyakuliwa. Lakini kwa mujibu wa Biblia, ukiangalia vizuri unabii wa Biblia, si kweli. Wakati mpinga Kristo anatawala, kanisa litakuwepo, ila litakuwa linalindwa na nguvu ya Mungu. Ukiangalia wakati Mungu anashusha mapigo kule Misri, Israeli walikuwepo pale pale, lakini kwao kulikuwa na ulinzi maalum. Na yote ya Paulo anasema yaliwapata wale kwa jinsi ya mifano. Kwa hiyo yaliyotokea kwa Israeli utayaona tena kwa Israeli wa kiroho yakitokea hapo baadaye. Mungu halinyakui kanisa ndipo mpinga Kristo atawale, ila Mungu analiacha kanisa na mpinga Kristo anatawala, ili ithibitike ya kwamba Mungu anao watu waaminifu hata katikati ya mateso. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwepo wakati amri ya kuabudu Mungu mwingine inawekwa. Kwa nini imeweka yote haya? Hili uweze kuelewa ya kwamba hapo mwishoni, tunapoelekea mwisho wa nyakati, wale ambao watakuwa na imani hii ambayo ndo tunaisema hapa, ndio watakaoweza kusimama katikati ya moto. Waebrania sura ya 11 inapoelezea habari ya imani, fungu la kwanza ni definition ya imani, ni maana imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Fungu la 6 ndipo anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Tuliangalia mafungu mengine ya Abeli alichokifanya, wale ambao wamefuatilia vizuri somo ambao limepita. Kwa imani Abeli alitoa. Lakini ukiendelea mbele kabisa anaelezea pia kwamba kwa imani hao wazee wetu walishinda, walizima mishale, walizima hata nguvu za moto. Hii inakuambia kwamba na huko tunakwenda tutaweza kuzima nguvu za moto na mishale ya shetani kwa imani. Ndipo unaona kwamba imani ni kitu muhimu. Hata leo tunavyoongea sasa hivi hapa, mtu yeyote ambaye anasumbuliwa na mashambulio ya nguvu za giza kwa namna yoyote ile, kitakachokupa ushindi mpaka nguvu za giza ziondoke ni imani. Unahitaji uponyaji kwa muujiza, ili muujiza uweze kutendeka, imani. Hapa ndipo unaona kwamba kumbe imani ni kitu muhimu, lakini kimeongelewa kidogo katika makanisa yetu. Biblia iko wazi, inasema ya kwamba kijijini alipotokea Yesu alifanya miujiza michache. Sio kwa sababu nguvu ya Yesu ilikuwa ndogo, ila ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Angalia jinsi ambavyo imani inakulimit katika mambo mengi sana. Ndio maana tumejikita kuelewa vizuri imani itusaidie katika maisha yetu yote kwa kadri tunavyoenda. Umempokea Kristo Yesu hivi karibuni, kitakachokufanya uendelee kudumu katika imani hiyo ni imani. Unaona, imani inakusaidia kudumu katika imani. Sasa tuangalie siku ya leo, tunaangalia kitu gani? Jinsi ya kuifanya imani iwe na matokeo. Yaani, kuwa na imani ni kitu kingine, kudumisha imani ni kitu cha pili, kuifanya imani iweze kuwa na matokeo ni kitu cha tatu. Kwa hiyo baadhi ya watu wameishia kwenye kundi la kwanza, kuwa na imani. Mliokuwepo tangu tunapoanza mada hii, nilisema ya kwamba kila mtu ana kiasi cha imani, ndivyo Biblia inavyosema. Nikatoa mfano wa simu. Unapoenda kununua simu yako mpya dukani,
wanapokupatia ile simu, betri imefungwa kwenye nailoni, unatoa kwenye box ile simu yako vizuri, unatoa kwenye nailoni yake, unakuta kwamba betri iko kwenye nailoni na simu ipo kwenye nailoni. Ndipo wanapoichomoa ile betri yako, alafu wanaiweka kwenye simu yako na kuonyesha inayofanya kazi, lakini nakwambia nenda ukahitaji masaa kadhaa. Vivyo hivyo mtu yeyote ana kiwango kidogo cha imani ili kumsaidia aweze kusurvive. Kila mtu ana kiwango cha imani. Tusingelikuwa na kiwango cha imani, watu tunaowahubiri ili waweze kumpokea Yesu wasingelimpokea Yesu. Lakini unampokea Yesu kwa sababu kuna kiwango cha imani ambacho akisikiliza neno, Biblia inasema imani huja kwa njia ya kusikia. Akisikiliza neno, kuna kitu kinaunganishwa na alicho nacho, japo ni kidogo sana ndani yake. Ni sawa na mtu ambaye amechukua simu yake akaenda kuchaji kwenye umeme, angalau kwa dakika moja, kuna kitu ile betri yake itachaji. Ndivyo ilivyo, kila mtu amezaliwa na kiwango cha imani, ila anapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kinaongezeka, na anapojua mbinu za kukuza imani yake kinaongezeka zaidi. Kwa hiyo tunatofautiana imani, sio kwa sababu labda mmoja ni mtakatifu kuliko mwingine, ila mmoja amejua mbinu za kuikuza kuliko mwingine. Na hiki ndicho ambacho natamani uweze ukipata, kila Mkristo awe nacho, kila muumini awe nacho, maana lengo la hiki sio biashara. Biashara ndio ambapo unamficha mtu vitu ili uendelee kumchuna zaidi awe mteja, lakini kiroho hakuna kufichana, ni kupeana siri za ushindi, maana kila mmoja anajenga mwili wa Kristo. Hakuna ambaye anafanya biashara ya dini hapa, kila mmoja ana kasehemu kake kufanya, kila mmoja kwa karama aliyompa Mungu. Kwa hiyo hatugombani wala hatushindani, ila tunapeana maarifa. Mungu akusaidie sana uweze kulielewa hili na kulibeba vizuri. Sasa angalia, imani inahitaji matendo. Hii ni sehemu muhimu sana ambayo Mkristo anapaswa kuielewa vizuri. Kitabu cha Yakobo sura ya 2 fungu la 20 anasema, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Baadhi ya wanazuoni wakadhani ya kwamba kitabu cha Yakobo kiliandikwa ili kumpinga Paulo aliyekuwa anaongelea masuala ya imani. Paulo ameongea masuala ya imani sana, mpaka katika Warumi sura ya 6 fungu la 1 akaelezea kwamba je, tudumu kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Maana alionyesha kwamba kila kitu ni kwa neema, ni kwa neema, ni kwa neema, ni kwa neema na kwa imani. Sura ya 5 ya Warumi fungu la 1 anaelezea kwamba basi mkisha kuhesabiwa haki ipatikane kwa njia ya imani na muwe na amani na Mungu. Kwa hiyo Paulo akawa anakazia kwamba kwa njia ya imani tunapata wokovu, kwa njia ya imani tunaweza kusimama sasa, kwa njia ya imani pia tunaingia mbinguni. Baadhi ya watu wakadhani kwamba imani tu inatakiwa ikae kama ilivyo. Sasa tuliza akili yako hapo vizuri, tulia ili uweze kunisikia vizuri. Unapoona sisi watumishi wa Mungu tunasimama na kufundisha katika mazingira tofauti, madhabahu tofauti, nitumie lugha hiyo. Leo niko hapa, utamsikiliza Pastor Paul Semba akifundisha, utamsikiliza na mchungaji Jonas Singo naye akifundisha, utamsikiliza mchungaji Geoffrey Mbwana akifundisha. Siku nyingine unaweza kumsikiliza na mchungaji mwingine pia akifundisha. Au wote hao ambao nimekutajia ni baadhi tu, wako wengi, Mark Finley na wengine wengi utawasikiliza. Pastor Pavel Goia utawasikiliza. Utagundua ya kwamba sisi wote hakuna mmoja anayeweza kukamilisha picha ya Kristo fully, ila kila mmoja kuna kaeneo anakachora, mwingine anakuja kukamilisha, mwingine anakuja kutengeneza. Kwa hiyo ukikusanya vyakula vyote hivi ukaviweka pamoja, utakuwa umekula virutubisho sahihi vya kusaidia uweze kukua katika imani. Mchungaji, unamaanisha nini? Ukila chakula kutokea chanzo kimoja, unaweza ukajikuta unapata utapiamlo wa kiroho. Ndio maana nakuletea Paulo na kuletea Yakobo ili uone jinsi inavyo balance. Sasa Paulo akaja na swala la imani, na kupitia mkono wa Paulo Mungu alifanya miujiza na ishara za ajabu sana. Alikuwa ni mzee wa imani, lakini waliomsikiliza baadhi wakashindwa kuelewa picha Paulo anayoijenga. Yakobo anakuja kuweka vizuri. Sasa anawambia ninyi ambao mmemsikiliza Paulo vizuri, eleweni ya kwamba ukitaka imani iwe na matokeo, inatakiwa imani iwe activated, inatakiwa imani ichajiwe, inatakiwa imani iongezewe nguvu, inatakiwa imani iwe na matendo, ili uweze kuichaji, uweze kuonekana katika matokeo yake, uweze kuona kile ambacho kimetajwa na Paulo. Kuna kitu kingine ambacho natakiwa ukifanye. Ni sawa na mtu ambaye anafundisha masomo ya afya, kwa mfano lishe, ambayo napenda sana. Nimesoma tafiti nyingi sana
za masuala ya lishe kwa ujumla wake. Lakini nimekuja kugundua hivi, hakuna mtu aliyefanya utafiti ambaye amekamilika. Unaweza kuona mmoja anasifia chakula kimoja kwamba ndio bora kuliko kingine, lakini ukija kusoma utakuta kwamba kile chakula ambacho ni bora kina virutubisho, ni kweli, lakini sio kwa kiwango ambacho chakula kingine kinacho. Kwa utajikuta kwamba kama unahitaji vitu fulani itakubidi wengine, kama unavihitaji itakubidi ule aina fulani ya matunda. Hakuna tunda ambalo lina kila kitu, hakuna, ila yanazidiana. Wadau wengi mnaelewa kwamba mimi ninapenda sana habari ya afya ya akili yako, ubongo, chakula kwa ajili ya ubongo. Kwa hiyo nikichagua matunda au nikichagua chakula, nachagua kulingana na kile ambacho nakihitaji kwenye mwili wangu, kinahitajika kwa wakati huo. Haina maana kwamba nakula kwa ajili ya ladha mdomoni. Kuna matunda ambayo mimi siyapendi kwenye ladha ya mdomoni, lakini inabidi nile kwa sababu ya kile ambacho nakihitaji. Sasa Mtume Yakobo anatupa kitu ambacho tunakihitaji hapa katika afya yetu ya kiroho. Anasema mmekuwa na imani, hamuoni matokeo, mmeshindwa kuactivate. Kuna mtu mmoja alikufa kwa sababu ya kula matunda tu. Nafikiri umefuatilia story. Alikuwa anasifia matunda na vigezo vyake ni kwamba tulitoka Edeni, Mungu alitupatia chakula cha kwanza ni matunda, kwa hiyo akaishi kwa matunda tu. Yule dada alisambaa mitandaoni sana, alikuja kufa kabla kwa sababu ya upungufu wa virutubisho fulani mwilini, kwa sababu alikula matunda peke yake. Mtu ambaye anakwenda kwenye imani peke yake. Unajua, ukitazama madhehebu yetu ya Kikristo vizuri, utagundua kwamba kila dhehebu kuna kitu limekazia, ndio maana linaitwa dhehebu. Lilipokazia hicho kitu bila kuangalia balance, wanakuja kupitiliza. Waliokazia Roho Mtakatifu bila kuangalia kanuni na taratibu za kimungu, waliishia kuwa na mafunuo ambayo mengine sio ya roho, wakapitiliza. Waliokazania amri za Mungu tu bila kuangalia Roho Mtakatifu, nao wakapitiliza tena, wakawa washika sheria kupitiliza. Kuna wengine wakazia tu taratibu za kidini, liturujia, wakawa na dini na ibada zilizopangiliwa zaidi, zikakosa roho, zikawa na mpangilio zaidi kuliko roho. Kila mmoja ana luzi kitu fulani hapa. Ndiyo maana katika maisha yangu sijifungii katika box, ninasikiliza watu mbalimbali, nasikiliza wahubiri mbalimbali, natengeneza hitimisho, maana ninaamini kila mtu ana cha kwake ambacho Mungu amemwita kukileta. Yakobo anasema mmepitiliza upande mmoja, mkashindwa kuactivate imani. Imani pasipo matendo haizai. Kwa kumbe kuna mtu ananisikiliza anasema, mchungaji, nimekuwa nikiwaza kuhusu imani, nimeamini hiki na hiki na hiki, nimejiaminisha kabisa katika hilo, lakini sikuona matokeo. Ninakosea wapi? Kuna mahali unakosea. Leo ndipo tunaanza kuangalia vizuri. Kwa wale ambao mnaangalia kwa njia ya television, angalia slide inayokuja hapo sasa hivi. Watu wengi wanaamini ahadi za Mungu, lakini wachache tu huchukua hatua na kuziona zikitimia. Imani sio tumaini tu, kuamini, bali ni kuchukua hatua hata pale unapokosa kuona matokeo ya mara moja. Hizi sentensi mbili nataka uzichukue vizuri sana hapa. Maana kuna mtu ananitazama, mchungaji, niliamini hiki lakini katokea tofauti. Niliamini hiki lakini sikuona matokeo. Twende vizuri sasa kwenye somo la leo. Watu wengi wanaamini ahadi za Mungu, na nimetoa kitabu kinaitwa Ahadi za Mungu Kwangu, namna ya kuzidai na kuzipata. Soma kile kitabu vizuri, utajua namna ya kudai ahadi, maana wakati mwingine inabidi ombi lisindikizwe na dai la ahadi. Kwa hiyo lazima ujue ahadi ipi inasema nini. Sio lazima ukariri kwamba kwenye kitabu cha Mathayo ngapi 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 ngapi, sio hivyo. Lakini ina maana ya kwamba hata kujua tu ahadi inasema nini ni sehemu yako ya kuactivate ile ahadi, lakini natakiwa kuzijua ahadi, lakini na kujua namna ya kuactivate imani yako. Sikia vizuri sana. Watu wengi wanaamini ahadi za Mungu, lakini wachache tu huchukua hatua na kuziona zikitimia. Imani sio tu kuamini, bali ni kuchukua hatua hata pale unapokosa kuona matokeo mara moja. Hii kitu ichukue vizuri kwenye akili yako sasa. Hebu fikiria juu ya mtu mmoja anayesema, ninaamini hiki kiti ni kizuri na mnaweza mkakaa kwa amani na usalama. Lakini yeye ukimwambia aende kukaa kwenye kile kiti, anasita. Je, huyu mtu ana imani kweli?
Mtu anakuambia hili basi ninaamini litawafikisha salama, lakini mnafika kukata tiketi, yeye anakata tiketi ya basi lingine. Huyu mtu kweli yuko sawasawa? Kwa lugha nyingine, ili tuweze kumwamini anachotuambia, tukate tiketi ya basi lile lile pamoja na yeye, tumuone anakaa kwenye hicho kiti anachokisifia kwamba kiti ni kizuri, na yeye tumuone ya kwamba anaingia kwenye restaurant hiyo ambayo anatuambia kwamba ina chakula kizuri, naye anaoda chakula anakula hapo hapo. Lakini sio kwamba anatusifia sisi alafu yeye anatoroka. Hapo hatuwezi kuamini kabisa anachokisema huyu mtu. Rafiki yangu, sikiliza, mara nyingi sana, hapa niongee na wahubiri kidogo, unapohubiri hubiri ambalo halikugusi wewe, unakuwa msanii na haliwezi kugusa watu kabisa. Lakini kile ambacho na wewe ni sehemu ya maisha yako, hapo kinaweza kumgusa mtu kwa moyo, sio kwa hisia tu. Mchungaji, unamaanisha nini hapa? Hiki nachokuambia ndicho kitu ambacho na mimi nimekuwa nikiishi siku zote. Hata mimi nimekuwa, kuna baadhi ya vitu huko nyuma nilikuwa ninaamini, sioni matokeo, mpaka kuna wakati nikasema, hivi ni somo la imani, ina maana labda Mungu anachokisema hakiko sawasawa, au nakosea wapi? Lakini katika kufuatilia taratibu nikagundua Mungu ni mwaminifu, ila mimi ndio nilikosa hekima ya kiroho. Kwa hiyo kuna hekima ya kiroho na kuna hekima ya kidunia, ni hekima mbili tofauti, usije ukazichanganya hapa. Kwa lazima uweze kuelewa hivi vizuri. Twende tuone, angalia kinachofuata. Imani ndiyo sarafu ya ufalme wa Mungu. Kama vile unavyohitaji pesa ili kununua vitu katika dunia ya kawaida, unahitaji imani ili kupokea ahadi za Mungu. Kama hutumii imani yako, huwezi kuona kile ambacho Mungu amekuandalia. Mchungaji, unamaanisha nini? Mungu amekuandalia kila kitu. Kijiko cha kuchotea ni imani. Mungu amekuahidi, kazi yako wewe ni kufuata utaratibu wa kimungu ili kuweza kupata. Mimi niko Dodoma, Tanzania, ninakwambia njoo, nimekuandalia boksi la zabibu. Au unapita kutoka Mwanza, na kuambia ukifika tu karibu na Dodoma nipigie simu ili nikuletee boksi lile la zabibu. Wewe ukafika karibu na Dodoma na ukawa na mashaka na kile ambacho nimekuambia, ninasubiria unafika Morogoro, niko naambia nimeshapita, na kuuliza kwani, sema nilikuwa nafikiri unatania. Tatizo sio mimi, tatizo ni wewe. Vivyo hivyo ni kwamba Mungu kuna vitu ambavyo ametuahidi kabisa, viko wazi. Kila ahadi ya Mungu iliyoandikwa kwenye Biblia ni kwa ajili yako wewe unanitazama mimi hapa. Kila ahadi ambayo Mungu ametaja kwenye neno lake ni kweli na niamini kabisa. Unapoona ahadi hii haitimii katika maisha yako, tatizo sio Mungu, tatizo ni wewe. Kwa hiyo lazima uanze kuangalia kile ambacho kimetokea kwenye maisha yako, kinatokea kwenye maisha yako, umekiamini na unakifanyaje kazi. Hapo ndipo utaanza kujifunza na kuelewa kwamba hapana, hapa kuna jambo haliko sawa katika maisha yangu, mimi ndiye nijiadjust. Mara kadhaa ninapoongelea juu ya habari ya kufunga na kuomba, ambao nimekazia sana kwamba jizoezeshe kufunga, zoea kula mlo mmoja, wakati mwingine ingia kwenye maombi, anza taratibu, utaingia kwenye kufunga. Nimesema kwamba lengo la kufunga sio kumshawishi Mungu au kumfanya atuhurumie kwa sababu tuna njaa, ila lengo la kufunga ni kujialaini sisi wenyewe, kujiweka sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa kuwa mimi mwenyewe kwa maisha yangu ya kila siku nimeenda mbali na ule mpangilio wa kimungu. Kwa hiyo kuna vitu sivipati kwa kuwa Mungu yuko hapa na mimi niko hapa. Kwa hiyo kuna sana niongelesha simsikii. Kufunga kunanifanya mimi niweze kujialaini, kwenda sambamba na Mungu jinsi anavyotaka. Kwa hiyo kufunga kuna faida kwangu wala sio kwa Mungu. Vivyo hivyo imani inakusaidia wewe kusogea karibu na pale ambapo Mungu anahitaji uwe ili uweze kupata. Mungu atusaidie sana kulielewa hili vizuri. Kwenye kitabu cha Evangelism ukurasa 414 paragrafu ya kwanza, mwandishi huyu anasema, kama watu wa Mungu wangefanya kazi ya kuonyesha imani, angefanya kazi kwa njia ya ajabu ili kutimiza kazi hii. Neno ambalo limetumika pale ni ku-exercise faith, kufanyia kazi imani au kufanyia mazoezi imani. Kwa hiyo una imani lakini hujui namna ya kuifanyia kazi, huwezi kuona matokeo. Ndio maana mwandishi anasema kama watu wa Mungu wangefanya kazi ya kuonyesha imani yao. Yaani imani lazima kuna kazi inayoonyesha imani.
Sijui kama unaipata vizuri hii. Yaani kuna kazi ambayo au kuna vitendo ambavyo vinaonyesha imani ipo. Sasa usipoonyesha vitendo vya kwamba imani ipo, anakuambia kwamba kuna vitu haviwezi kutokea. Ndio maana anasema Mungu angefanya kazi kwa njia ya ajabu. Njia ya ajabu ni nini? Maana yake Mungu anaweza akafanya kazi katika staili ambayo hata wewe mwenyewe utashangaa kwamba hivi anaweza akatenda kazi kwa staili hii. Hivi kinawezekana? Tutaona hapa mbele tunavyoendelea utendaji wa Mungu jinsi ulivyo. Sikiliza vizuri, angalia sentensi hii muhimu sana. Mungu yuko tayari kufanya mambo makubwa, lakini hungojea imani inayoonyeshwa kwa vitendo. Hii inamaanisha kumtumaini vya kutosha kiasi cha kuchukua hatua mbele hata pale unapokosa majibu yote. Huna ada lakini unaenda kujiandikisha chuoni. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani. Huna ada lakini umeamua kwenda chuoni seriously kabisa, na unaambia ada inakuja. Namshukuru Mungu, nilisoma kwa njia ya ajabu sana, ambao Mungu kumbe alikuwa ananifundisha ya mambo hata na mimi nilikuwa sijui. Kuna wakati nilikuwa nakosa ada kabisa. Kuna wakati nimeingia kabisa na kufanya mitihani, lakini nilikuwa sina chochote, lakini nilikuwa naongea lugha ya imani. Tutaona hapo mbele katika somo la siku hii ya leo. Tumemlaumu Mungu sana, lakini ukitazama vizuri, sisi ndio tumekosea kanuni za kimungu. Yaani utamlaumuje Mungu? Umemshika kabisa ya mtoto asianguke. Kwa kuna vitu vingi sana tumemlaumu Mungu, lakini Mungu hapaswi kulaumiwa, kwa sababu sisi tumeshindwa kuapply, tumeshindwa kutumia kanuni tulizopewa tayari katika maisha yetu ya Ukristo. Sikiliza vizuri. Imani ni mkono unaonyooshwa kupokea kile ambacho Mungu amekiandaa tayari. Imani sio kungoja tu, bali ni nguvu inayokusukuma kusonga mbele kwa matarajio ya yale ambayo Mungu ameahidi. Hii inakupa nguvu ya kusonga mbele. Hiyo ndio imani. Imani ni kunyoosha mkono gizani, kwa vile tu sauti ulioisikia ikisema kutokea gizani ni ya Mungu unayemwamini. Akikwambia nyoosha mkono nikupe, hata kama huoni, unanyoosha mkono kule kule gizani. Kinachokufanya uwe na ujasiri wa kunyosha ni yule uliyemsikia akiongea, yaani Mungu. Imani lazima ijengwe kwa Mungu na sio vinginevyo.